kupigwa na kupokonywa maisha, hakutatuzuia sisi wananchi kunyakuwa uhuru wetu. Haki ya jasho letu, haki ya jasho letu. Tumekataa kupiga magoti mbele ya hawa. Ketu hapa Mombasa kwa shirika la Haki Kenya Organization na marafiki zangu. Tumeonelea ni vizuri kidogo tuje tuelezane kuhusu ile kesi ya jana, kwa sababu hata sisi ndio ilikuwa tunahimiza watu tukiwakumbusha kwamba kesi wakati wa kutestify wa Bruce itakuwa tarehe 25 mwezi wa 9. So kuna development mpya jana ilifanyika pale kotini pale. Tukaona kijana ni kama amejitokeza, ni kama anasema anataka ku withdraw case. Unajua criminal case huanga ni wewe versus the republic, na you cannot withdraw it. Wewe pengine waweza omba tu ujitoe kama witness, na pia kujitoa kama witness inategemea, kwa sababu pia judge ni rais ashuku pengine kuna mambo matatu. Pengine jambo la kwanza ni kwa sababu ya duress, umetishiwa maisha, kwa sababu ya coercion, pengine umehongwa, na kwa sababu ya ADR, pengine mmekubaliana. Lakini sexual offenses hizi hakuna mambo na ADR. So jana tulikuwa na masikitiko kidogo na kwamba ili happen kinamna hiyo, na judge akasema na kwamba iwe inaweza kusikizwa tarehe 24 mwezi ujao. Lakini objection kubwa ya ODPP ilikuwa ni kwamba yeye alikuwa hana hayo mamlaka hayo ya kuondoa hiyo kesi. So hiyo argument bado tunazidi kuifuatizia. Lakini pia sisi tumekuja hapa kupeana disappointment zetu kubwa sana kwa institutions kadha wa kadha. Institution ya kwanza ni WPA. Tuliwaandikia barua tukitaka majibu. Mpaka sasa hawajatujibu, na kulingana na sheria ile the right to access to information walikuwa within 21 days, ambayo hiyo ilikamilika siku 3 zilizopita, na hawajatujibu. Hiyo wameviolate right yetu to access to information. Na ODPP tunaona kidogo anajaribu, lakini ubaya wake yeye pia tulimwandikia barua tarehe 5 September tukiitisha information fulani, na hata tukaikopi kwa ofisi ya Ombudsman, lakini yeye pia hajafanya kitu. So sisi hivi karibuni tutafanya maandamano against e-Witness Protection Agency, kwa sababu yule kijana paka vile kotini jana inatokana pengine ana matatizo fulani, na ni failure ya institution kama Witness Protection Agency ambayo ilikuwa pengine imshughulikie masuala yake akingoja kutestify, na ni institution ambayo ina allocation ya budget ya over 800 million. So tunamlipa na taxpayers money na hakuna kitu anafanya. Watu wengine ambao hawana hata aibu ni hao wabunge hao wa Mombasa. Wamezembea kabisa. Pengine sababu ya kwanza yaweza kuwa pengine wanamchukulia pengine huyu jamaa yuko na a bad ancestral origin, ama pengine tu yuko politically incorrect. Lakini mnavyofanya si vizuri. Hata kwenda tu kutoa statement kule bungeni ieleweke ni nini inafanyika, kwa sababu pale violation ilifanyika. So sisi tufuatizia hili jambo, na WPA wasipomregesha huyu kijana katika ile program, tutawafanyia maandamano hapa Mombasa. Tutapeana notice, na pengine tutapeana pia notice kwa polisi, na tutaweza kufanya, kwa sababu it's high time. Kuna institutions zingine lazima zireform. Hatuwezi kukubali tuwe na institutions tunazisupport na taxpayers money na hazitusaidii na chochote mpaka zinafanya kijana kama yule ajipate katika hali kama ile. Kwa hayo machache, asanteni. Kwa majina naitwa John Walele. Mimi ni mkazi wa hapa Mombasa. Na leo hii tumekutana hapa kwa ile kisa ya kijana wetu Bruce. Jana alikuwa ni siku yake kufika kotini, lakini maajabu alifika na maajabu yake ya kwamba anataka withdraw hii kesi. Nadhani hapo awali nilikuwa nishasema kwamba hiyo mpango ama mpangilio iko, kwa sababu kwanza walianza kumchukua wakampeleka kule Mama Ngina, akapewa pesa, akatolewa video akiongea vibaya kushtumu viongozi wengine,
ambao habari tuko nayo yote. Akapewa pesa kidogo, baada hapo akamchukua kwenda kumficha. Wakamficha mpaka jana ndio wakamleta kotini ila withdraw hiyo kesi. Mimi nasema hivi, usichukulie mtoto wa mtu ni mnyonge, ana mbele na nyuma, mtake kumtumia na pesa. Mlifanya dhulma ukweli kwa kijana. Na leo hii mwatumia pesa ili kumweza kumnyima haki yake. Huyu kijana ni kijana mnyonge na hana right yake kama Mkenya yote. Na tuajua kwamba katika hizi harakati zote, zile video, mimi naomba DCI, zile video alichukua katika hii Bruce akichukuliwa petrol station, wakifika wakika mafuta, wakienda paka pale Tamari na kikwa kwa gari, waachilie public ili public iweze kuona yale mambo litendeka kwa huyu kijana Bruce. Kwa nini hizi video wanazificha na inhali video zingine zote huwa zaachiliwa kwa public? Kwa hivyo mimi ningeomba hiyo video iwaachiliwe kwa public, waone jinsi Bruce alichukuliwa kwao nyumbani paka petrol station, baada ya petrol station akapeleka paka Tamarin. Alafu baada ya Tamarin ndio wakaenda naye kule huko Beretini. Na tena isitoshe, ya mwisho ambao ningependa kusema, hawa wahusika wakubwa tunawajua wote. Na pia tunajua paka mahali gani walienda wakatupa masimu zao. Inajulikana. Kama hamkuhusika na hii jambo, mbona mnaenda mtupa kwa simu ndani ya habari ambayo tunajua? Si mambo hatuyajui, tunajua mambo mengi sana, lakini tunataka kuona kama kweli Kenya iweza pamtie mtu mnyonge haki yake. Na mimi namshukuru sana DPP jana. Wamejitahidi kwa kusema kwamba hawezi ondoa kesi kwa sasa. Na yule magistrate pia tunakuomba hii kesi iweze ende kuendelea, tujue mwanzo wake na mwisho wake, kwa sababu itakuwa ni funzo kwa wale wengine. Hii tabia imekuwa kifanyika Mombasa, lakini safari tunataka tukomeshe iwe funzo, isiweze kuenea, kwa sababu sisi ni wazazi na hii pia kuna vizazi ambao wanachipuka. Hii mambo, hii tabia tuweze kuimaliza once and for all, ili tujue kwamba watoto wetu wanakuwa na nidhamu wanapokuwa, na wajue kwamba yale mazuri na mabaya. Kwa hivyo yangu ni hayo, na tuwasema tuko pamoja mpaka hii kesi ishe. Na sasa endeleeni na matusi vile muendelea, na tuko pamoja hadi kesi ya Bruce tuone mwisho wake. Asanteni. Jina naitwa Zainab Barak, ni mmoja tu Mombasa County. Mimi nataka kuuliza Mama Amina Abdalla, wewe ni mama kweli? Umezaa kweli? Karma is real. Whatever you are doing kwa watoto wengine, hata wewe itakufikia. Bruce last time alitamka kwa kinywa chake akasema atatoka mtandaoni anaenda for counseling kwa Amina Abdalla. Sasa yale tuliona jana kwa koti ndio advice ulimpatia akayaseme pale. Tunakulaumu mwanake, wewe ni mama. Ungesimama kidete na kukashifu kitendo hicho kibaya, lakini ukwenda naye ukaingilia. Mama we. Alafu nda kusema wa women rep. Shame on you. Another statement yenye nataka kutoa na niseme ni kwamba dunia nzima inaangalia how this case will be conducted on 24th of October. Macho yote inawatazamia nyinyi. To our judge, our Lord Mbogo, dignity of the courts iko kwa mkono wako. It is either utuaibishe ama uinue koti. Two things. Kwa hivyo tunataka haki. Tena nitasimamia viongozi wa Mombasa. Mmenyamaza manake huyo governor mwenye in charge ni mtu wenu, ndio maana mmenyamaza. I'm 100% sure angekuwa ni mtu wa bara mungempiga vita sana. Lakini kwa sababu ni mtu wenu mmenyamaza na kitendo kama hichi kinaendelea. Tunasema tutaandamana mpaka county level to ensure kwamba haki itapatikana. Haki lazima ipatikane. Ujinga mnachukua mtu mnamficha, hatujui mali alipo, tukidhani mnamsaidia, umeenda kumpatia dawa za depression na kikuja akili imegeuka. Amina Abdalla will deal with you accordingly na watu wengine. Hatutaki kujua. Kala